Serikali ya juu kule iko Kenya Kwanza, lakini hapa iko serikali ya Azimio, ODM. Tumesema leteni pesa kutoka juu hapa chini ili serikali ya ugatuzi ifanye kazi kwa wakazi wa Kisii. Mambo ya kujenga manyumba ni kazi ya serikali ya county, patia Simba pesa. Mambo ya matibabu patia Simba pesa. Industrial parks patia Simba pesa. Mambo ya kujenga masoko patia Simba. Pana weka pesa juu ati unaweka namna hii, hapana. Pesa zote zije hapa chini ili serikali ya county iweze kufanya naye kazi sawa sawa. Sio wewe unakuja sasa kutaka kuwaka magavana wetu kama mapagazi. Sisi mazungumzo ni sababu tumeweka Kalonzo anaongoza timu, na tutawapatia nafasi waongee vizuri, tupate suluhu ya kudumu kwa mambo hii tuko nazo. Lakini wakileta nyokonyoko, simuko tayari? Simuko tayari? Hiyo sawa sawa kabisa. Sasa Father, tumesikia mahitaji yenu ya kujenga. Mmesema mnatafuta ardhi, mkipata ardhi mtatualika. Sisi tutakuwa tayari kuja kuungana na nyinyi kuchangia ili mfanye hiyo maendeleo nataka kufanya. Simbarati na apewe nafasi ya kufanya naye kazi kwa wakaji wa Kisii, kwa upande ya matibabu, kwa upande ujenzi wa barabara, kwa upande ya soko, kujenga masoko hapa na pale, kujenga manyumba malazi kwa wananchi wa eneo hii yote hiyo, kuleta viwanda, industrial park. Haya yote yanaweza kufanyika, lakini ikiwa kama serikali ya county imepewa pesa sawa sawa. Wale ambao wako kule juu wanakataa na pesa, wanataka vile vile wao ndio wanakuwa wanaweka kandarasi hapa chini. Upande mabarabara nyingi ndani hapa inakuwa jukumu la serikali ya county, lakini nitakana wapewe pesa. Sio ati yule jamaa anatukuja kutoka Nairobi kuzindua miradi ambayo zimetengenezwa na serikali ya county. Hati barabara tutajenga hii namna hii. Waacha kufanya mambo kujenga. Patia Simba pesa ajenge. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Upande ya kilimo imekatiliwa. Patia serikali ya county pesa ya kufanya kilimo. Sasa unaona hata mbolea hawataki kupatia Simba anunue mbolea. Wao wanasema wanaleta mbolea kutoka kule juu. Sasa wanasema tumeteremsha bei ya mbolea kutoka 6,500 hadi 2,500. Hiyo mbolea ambayo wanasema wamerudisha bei walipewa bure na serikali ya Urusi, wapatie wakulima bure. Sasa anauza 2,500, anasema amerudisha bei chini. Nani ni mjinga? Si wajinga walikwisha Kenya? Wajinga walikwisha Kenya? Patia Simba hiyo mbolea, apatie wakulima bure. Mnakubaliana na mimi namna hiyo? Mnakubaliana na mimi namna hiyo? Sasa sisi tuko pamoja na nyinyi. Sasa tusema tutaongea na tukaweka ile timu ya kufanya mazungumzo, inaongozwa na ndugu yangu Steve Kalonzo Musyoka. Tumesema sisi tuko tayari tuangalia kama kunakuwa na mambo inaitwa demokrasia kwa upande wa uchaguzi. Ile nyungu pale ambayo matokeo yalienda ifunguliwe. Sava ifunguliwe. Mnakubali sava ifunguliwe? Ifunguliwe? Ngapi nasema ifunguliwe nione hapo. Sawa? Alafu gharama ya maisha ishuke. Bei ya bidhaa muhimu ishuke. Bei ya unga fanye nini?
bei ya mafuta fanya nini? Petroli, sukari, si sawa sawa? Tukisema namna hiyo tumefanya makosa. Fanya makosa. Tena tunaambia polisi wawache kupiga wananchi na risasi. Binadamu unapiga na risasi kama mtu ambaye anawinda swara. Anasema ati yeye analinda mali ya Wakenya. Hakuna mtu yote ambaye alienda maandamano karibu mali nyingine. Hao jamaa walikuwa wanaingia mitaani pale watu naishi, wanapiga na risasi. Hiyo ni kitendo cha unyama ambayo mpaka ilaniwe kabisa. Sivyo? Sivyo? Kwa hivyo sisi tutaendelea pamoja na nyinyi. Tutaendelea pamoja. Mko tayari? Mko tayari? Abaguzi mko tayari? Wako tayari, nione mkono sasa. Asanteni sana. Aya, asante vijana. Mheshimiwa Vice President Kalonzo Musyoka atusalimie dakika moja tafadhali. Pea maiki hapo dakika moja pekee yake kwa sababu tumechelewa mahali tunaelekea. Abantu ba Mintombo ya Mole no mogoko ngango kaboko kwa Raila Amolo Odinga. Abantu ba Minto injegete ne kiama kia ODM mwangete bono mutagete nchenchake kona kogende mechi asentara ngeiri barenga mutagete ntigaraso mugakoyo mbia mono. Ai kijana anajua kikisi. Abantu ba Minto Bia More naende korera zangu amujambo. Unauliza na kwa nini nakuita korera? Wewe umechukua wasichana wangu 3. Nitakuja kuwachukua, lakini juzi mkaweka fora wakati wa maandamano ya kupigania haki ya Wakenya, ya kusema Wakenya wana njaa. Wakisii walikuja namba 1, mjipigie makofi. Nadhani walifuatiliwa na watu wa huko Mlolongo, huko Nairobi, na Makueni, na Kisumu. Kwa hivyo haki ya mwananchi ya kikatiba haiwezi kuzungumziwa. Naona huyu anaitwa Gachagua. Saa hii nimeona akisema kwa runinga, ametuma ile 411. Anasema mambo ya kufungua sava sio kazi ya kamati yetu. Yeye ni kitu gani kinamuudhi? Nadhani Gachagua achunguliwe kama akili iko sawa sawa. Yaani Kenya iko noma. Hata kuna vijana wametunza wimbo kusema Kenya ni kunoma. Yaani wazazi hawezi kupeleka watoto shule, hawezi kwenda hospitali, kuna njaa kila mahali. Alafu mtu anasema tusizungumze. Huyo anaogopa nini? Ambacho anaogopa tutamtumia Simba Arati araruriwe. Namna hiyo. Kwa hivyo Mungu abariki sana, tutarudi tena. Asanteni sana. Biamono. Asante Your Excellency, nikubalie niwatambue viongozi tuko na wao hapa. MCA wa hapa Mama Beatrice